mwanaume uwe mwanaume, tunza wanaume wako. Tunza nini? Wanaume. Ni makosa sana vijana wa siku hizi wanajilegeza. Eti siku ya harusi mwanaume anapiga magoti chini. Uliona dunia gani hiyo kitu? Mama rudia. Irudie hiyo. Mwanaume unapiga magoti, wewe kichwa kinapiga magoti. Hilo ni kosa la jinai. Jenzi wavulana hawataki kabisa swala la kuoa. Kwa utafiti mdogo niliofanya, yani hawataki kusikia. Hasa kutokusikia kule, mashangazi wamejipatia fursa. Wewe kitakachokufanya ukakamilisha research yako ambao whatever you call, kwamba mpaka huyo aje ndio mimi nitajua ni wangu, au within yeye kuja kwake kwangu na kufanya vitu fulani ndio mimi nitaridhika sana na kusema wanawake tunajua kuigiza. Sasa unapokuja kwa wazee wetu mnatuambia bwana tuwe wapole, tusubiri wakati ndo tuoe, awe mke wangu. Sasa mimi naona wakati ni sasa. Alafu unajua mzee, supu inanyoa ya moto. Kuna mambo ya kipoa ndo imeisha hiyo. Vijana maswali wanayopenda siku hizi au majibu wanayopenda ni kama ya multiple choice au true and false, yani hawataki mambo mengi. Alikuwa anatamani kujua nini na nini ili sasa aingie kwenye ndoa, aolewe ama aoe. Lakini pia nimepata swali lingine. Anasema umesema kwamba kijana hauwezi kuanza mahusiano ukiwa hauna hata mche wa pilipili. Sasa kijana anasema hivi, ndiyo kweli sina hata mche wa pilipili, lakini kuna mtu amepita ameniharibia mipango. Nilikuwa nimepanga mpaka 2030, lakini nilivyomuona tu imeshindikana. Je, hatuwezi kuanzia hapo? Hatuwezi kuanzia hapo kwenda mbele. Na akipita huyo sipati tena. Mambo yanaweza yakawa mengi, unaweza usimuone tena. Lakini pia nimepata swali lingine kwa watu wa uchumi. Vijana wanasema vitu vingi vinahitaji pesa. Vinahitaji pesa. Unahitaji kufanya biashara, unahitaji mtaji, unahitaji kununua vifaa na kadhalika. Swali lake ni anafanyaje ili apate huo mtaji. Nafikiri tutaanza na Mama Lina, alafu tutaenda kwa Brother Buba. Karibu. Asante sana. Swali linaonekana kwamba kijana anasema nitafanyaje ili sasa niweze kuingia kwenye ndoa. Si ndio Samueli? Watu wanaoaje, yani inakuaje mpaka mtu anaoa? Okay, sawa. Sasa mimi niseme tu, kuoa lazima upate kwanza mtu, si ndio? Mtu ambaye umesikia amani. Kitu cha kwanza ni kusikia amani. Unajua watu wengi au vijana wanaangalia muonekano wa nini wa nje. Sasa wameenda mbali, pia wanaangalia mtu mwenye chochote chake. Mwenye nini? Chochote. Kama una chochote ndio hivyo unachelewa, unazungushwa. Anakuambia nenda, nitakufikiria, nenda. Mwaka unaenda nitakufikiria. Lakini ninachotaka kusema, kitu cha kwanza ni kumtanguliza Mungu. Kwa wale wanaosoma Biblia, Biblia inasema mke mwema nani aweza kumuona? Question mark ente. Yaani vijana siku hizi wanajimilikisha. Mtu akisha kuambia tu nakupenda, jiona wanaenda nyumbani kwake. Mnaenda kufanyaje? Anakuwa mume wako tayari. Alafu kesho asubuhi kila mtu anapita njia yake. Hapana. Subiri awe mume wako, awe mke wako. Haijalishi utakuwa umefunga ndoa ya namna gani, lakini msijifungishe nyie wenyewe usiku au mchana. Sasa mama utauzia mbuzi kwenye gunia. Utasubiri nini ndio utajuaje? Lazima tumuone na Sasa hayo maswali ya B ndamwachia mchungaji atayamalizia. Sawa. Hayo nitamwachia mchungaji atamalizia. Naomba kujazia. Nitakupatia. Naomba kujazia. Manake kuna swali lingine pia lilikaziwa na Bwana Novat kwamba ni kama ndoa imepoteza mvuto. Nilitamani
natumaini Buba anaweza kuwaringishia, sema hayuko hapa, lakini ukifika nyumbani pale ukapigwa kitu cha smoothie, unajua unaweza ukasikia tamaa kidogo. Lakini nimeona mkono kwa mama pamoja na kwa mchungaji, nitawapa hayo maswali. Lakini nimepata pia swali lingine. Wanasema mojawapo ya kitu ambacho kinachangia kuendelea kupotea kwa mvuto wa ndoa ni pamoja na masuala mazima ya 50 kwa 50. Sasa hivi mwanamke naye anataka afanye kama baba anavyofanya, na mwanaume hata kama anazidi ile 50 naye anataka ashuke chini, tuende sasa kwa 50 kwa 50. Imekuwa ni mojawapo ya mambo ambayo yamepunguza mvuto kwa hili swala la ndoa. Naomba niseme kidogo alafu nitarudisha mic kwa wachungaji hapa. Mimi nataka niseme kwa mwanaume. Mwanaume uwe mwanaume, tunza wanaume wako. Tunza nini? Wanaume. Ni makosa sana vijana wa siku hizi wanajilegeza. Eti siku ya harusi mwanaume anapiga magoti chini. Uliona dunia gani hiyo kitu? Mama rudia. Irudie hiyo. Mwanaume unapiga magoti, wewe kichwa kinapiga magoti. Hilo ni kosa la jinai. Mwanaume usikae nyuma ya mwanamke. Leo ni mimi na shughuli zangu nafanya. Wadada, mimi ni mama, kwa hiyo mnikubali hicho kitu. Ni cha kimungu kabisa. Ni kitu cha kimbingu kabisa ninachokitamka. Nikamwona kijana mmoja, yeye yuko nyuma. Yule dada hataki kwenda hiyo njia, ziko njia 3. Ziko kona, lakini hizo kona zote zina njia. Kila alipofika kwenye kona, anamwambia tusipite hiyo njia. Mwanaume anakuja hapa nyuma. Wakifika tena wakaenda, mimi nawafuatilia kwa macho. Wamefika kwenye kona nyingine, yule dada amekataa, baba anataka kunyoosha hivi, yule dada amekataa. Mwanaume, muambie hivi tunapita hapa. Onyesha direction ya familia yako. Asante. Sawa, naomba mchungaji Muna, kabla hujajibu, naambiwa kuna watu wanataka kuendelea kumiminia simenti kwenye haya maswali. Asante. Mama, nakushukuru kwa maneno mazito. Lakini sisi ni vijana na tusipake. Mama, unajua bwana, hata tukisema tuishi kama Yusufu, mama, ni uongo. Yaani hiyo inakuwa ni uongo. Hapa vijana wanaweza wasiitike ndio, lakini kuna swali umeuliza, unaenda kwa kijana kufanya nini? Sisi vijana tunasemaga ile sentensi kwamba huwezi ukauziwa mbuzi kwenye gunia. Umesikia huko mtu kasema sahihi kwamba lazima nijue huyu mtu ninayeenda naye ili niwe na amani naye. Lazima nimjue, yani huyu sasa huyu hata nikimkanyaga kidogo ana react vipi? Kidogo niwe na idea. Kidogo naendaje? Sasa unapokuja kwa wazee wetu mnatuambia bwana tuwe wapole, tusubiri wakati ndo tuoe, awe mke wangu. Sasa mimi naona wakati ni sasa. Alafu unajua mzee, supu inanywa ya moto. Kuna mambo ya kipoa ndo imeisha hiyo. Kwa hiyo natakiwa kabla mambo yajaribika tunamaliza. Kwa hiyo mzee wangu, mimi naomba hapo mzee Muna utukazie. Yaani kwa nini mimi nisi testi kwanza? Nisi testi kwanza alafu niingie niamini kwamba huyu ndo sahihi. Au hivyo umenielewa mzee wangu? Asante. Nimekuelewa. Nimeona vijana bado wamerudia kwenye lile la mshangazi. Lakini jamani, tumeambiwa mshangazi ni kazi ya Saidia Fundi. Hii mkandarasi tayari yupo. Sasa wewe kwa nini unang'ang'ania tenda ya watu? Karibu. Mimi naendeleza hapo kwa Samu alichokisema. Sio kwamba kuna kitu ambacho labda mtu ni special amekitargeti kwa hiyo point ya Sam, lakini ambacho tunajaribu kukimaanisha ni kwamba tukumbuke kila mtu kalelewa kivyake katika malezi yake. Na sasa hivi watu wanakutana mjini tofauti na zamani ilivyokuwa, kwamba wazazi wanawachagulia watoto wao sehemu za kuoa kwa sababu wanawajua. Lakini sasa familia sasa hivi yuko Mwanza huko, alafu unakuja kukutana na mtu Arusha, kwa hiyo kujua vitu vya ndani vingine ni ngumu sana. Kwa maana hiyo
the more ambavyo mnazidi kukutana ndio jinsi ambavyo unasaidia kujua vitu vingine ambavyo ungeweza kuvijua kupitia majirani ambao ungekusaidia kujua huyo mtu. Kwa hiyo nataka utusaidie pia ukazie hapo, kwa sababu hizi familia tunakutana na watu ambao nao wanatoka kwenye familia zingine za mbali, kujua information za familia zao pia ni ngumu. Kwa hiyo kupitia huyo mtu unabidi tu mdadisi kwa uwezo wako mpaka ujue ya ndani kwao. Asante. Kabla mchungaji na mama mjaongea, kuna mtu hapa alitamani kusema kitu kuhusiana na vijana wenzake. Karibu. Asante. Sawa, nimeona wengi wamekazania sana swala la kwa nini uuziwe mbuzi kwenye gunia. Mimi nataka niongeze tu kitu hapo, sio naongeza. Naongea kwa mtazamo wangu. Mpaka watu wanafikia kuwa kwenye ndoa, that means wameshapitia swala la courtship, kipindi cha kujuana, kipindi cha uchumba, mpaka wakafikia huko. Na tukiongelea swala la hisia, we are speaking about peace. Si ndio? Tukiongelea swala la hisia ni pale ambapo mimi najisikia amani tosha ama najiona kamili ninapokuwa na mtu. Maana kila mtu ana mapungufu yake. Si ndio? Ila mimi ninapokuwa na mtu nikajiona nimekuwa kamili, na yeye anapokuwa na mimi anajiona kamili kama hana yale madhaifu yake, that means there is peace between. So within that peace, these people can live. Hiyo ipo, si ndio? So wewe kitakachokufanya ukakamilisha research yako ambao whatever you call, kwamba mpaka huyo aje ndio mimi nitajua ni wangu, or within yeye kuja kwake kwangu na kufanya vitu fulani ndio mimi nitaridhika sana na kusema. Wanawake tunajua kuigiza. Sawa eh? Maigizo yapo. Ila pia sijasema wanaume hamjui kuigiza. Wanaume mnajua kuigiza na maproducer. Yaani you are producers. Mke ananisweet mimi au huyu mwanaume ananisweet mimi. Just jitafakari. Tumeongelea swala la tafakari. Jitafakari. Do I get peace when nikiwa na huyu mwanamke? Au do I get peace nikikaa na huyu mwanaume? What weaknesses of mine anazikava nikiwa naye? Sawa eh? Within coverage of those weaknesses ndio utakapokuja kujua, let me try something with this girl. Let me try to invest my love to this girl. Let me trust to invest this and this to this person. Hiyo ndio inapokuwa. Ila hizo, that is sin actually. Imeongeleka hadi kwenye vitabu vya Biblia. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu tena. Mimi nitaongea kitu kimoja hapa. Sam tena natakiwa nisikie huko aliko. Kwenye aina za au kuna aina nyingi sana maradhi ya afya ya akili. Au sio? Kuna aina nyingi ya maradhi ya afya ya akili. Moja wapo kuna kitu kinaitwa uraibu. Wengi katika jamii tunatambua labda uraibu ni ule mtu ambaye ni mlevi au mvuta bangi au mla madawa, lakini katika dunia ya sasa inavyoenda ikibadilika, sasa hivi kuna uraibu wa aina nyingi umekuja kujitokeza. Kuna uraibu wa simu. Mtu kama ile kipindi ya tarehe 29 mitandao ilivyokuwa imekatwa, mtu kawa mgonjwa. Lakini kwa hadithi kama hizi pia kuna sex addiction. Au sio? Yaani wewe unataka kuonja kila nyama, wakati nyama ni ile ile, bucha ndo tofauti. Labda niweke katika lugha hiyo nitaeleweka, kwa sababu tukizungumzia suala la mahusiano in general linahitaji, kama alivyosema mama, maandalizi ya ndani, si ndio? Yakazungumziwa mengi masuala ya uchumi, lakini hapa mjini nilizungumza mwanzo kwamba hisia fikra zikiwa salama, basi na afya yangu ya akili iko salama, na hisia zikiwa salama na afya ya akili inakuwa salama. Huku mjini sasa ukija kichwa, au sio? Ukija kichwa mieyusho kama yote. Yaani wewe unataka tu kila mahali ulambe, mara mshangazi, mara nini. Kumbuka kila kitu kina consequences. Au sio? Na leo kuwa na afya ya akili iliyokuwa timamu, kwenye tatizo lolote lazima uangalie tatuzi ambalo litakuwa na positive consequences. Lakini sasa hivi kuna maradhi, hizo ni consequences ambazo mtu unaweza ukaja ukaingia kwa kutaka kulamba kila mahali.
lakini pia kuna addiction kama hiyo tumeizungumzia. Unaweza kujiona yani sasa sijui ni nini unataka. Waswahili wanasemaga ndege wako mwenyewe manati ya nini? Au sio? Ina maana kubwa sana. Unajua, au kuna neno lingine wanasema maji ukisha yavulia nguo lazima uoge, si ndio? Lakini mimi niongelee ni both genders, au sio? Kwa wanaume na wanawake. Thamani ya mwanamke iko hapa. Hiyo honest speaking, sio? Thamani ya mwanamke iko kwenye mwili wake. Thamani ya mwanamke iko. Unajua leo watu utaelewaje tatizo la afya ya akili? Ni kushindwa kukabiliana na mieyusho. Leo we mtoto wa kike, kuna ile kauli unaweza kusikia, wanaume wote mbwa. Huyo kashatendwa kwa sababu akili yake ameshindwa kuwa na misimamo, ameshindwa kuwa na mipaka, kataka kulambisha. Sio wote mbwa, wewe umekutana na mambwa kwa sababu umekuja mjini kichwa. Kwa hiyo mimi nadhani ile jukwaa ni sehemu sahihi ya kuweza kujengana, kuwa na mipango sahihi. Wewe mwanamke, mtu kama anakupenda kweli atakuvumilia. Kama anakupenda kweli, au sio, atakusikiliza. Au sio? Kama anakupenda kweli, naomba niulize kitu kimoja. Okay. Kwenye hicho ambacho umekizungumzia, yeah. Actually kumekuwa na mijadala sana sasa hizi, hasa mtandaoni, juu ya utu ama juu ya ule uzima wa mwanamke, kwamba ninapompata mwanamke akiwa hajawahi kuhusiana na mwanaume kimwili ndio sahihi kuliko nikimpata tayari ameshalijua ile swala. Kwa mtazamo wako, unahisi kweli ni sahihi kwamba mwanamke ambaye anakuwa bado hana hiyo experience kwamba ni rahisi kuishi katika maisha ya mahusiano kulinganisha na wale ambao tayari wana experience? Mimi nitarudi kule tunaenda kwenye afya ya akili, kwa sababu mpaka mtu unakuwa na matatizo afya ya akili. Tulizungumzia upande wa malezi. Tukizungumzia malezi, kuna kitu kinaitwa maadili, au sio? Maadili na leo mara nyingi tunakosea sisi kwa sababu tunaangalia maadili katika mtazamo mmoja tu, labda personal au katika mtazamo wa jamii fulani. Lakini leo mjaribu tuangalie maadili katika mtazamo wa kimataifa, universal, sio? Maadili yamekaaje? Leo tutakuja kugundua maadili mengi yanaenda kubadilika kwa sababu ya utandawazi, teknolojia, au sio? Nilisikia hapa mama anazungumzia swala la sasa hivi tunaona yani kuna mataifa maadili yao it's okay, yani wanaume kuwa na, au sio, mwanaume kwa mwanaume kuweza kuingiliana. Kwa hiyo haya maadili tuyazungumzie kwa mapana, yani kimataifa, kwamba tuende kwenye siasa. Kuna siasa ambazo zinazungumza haya maadili kwamba wewe unaweza ukaona ni mbaya hapa Tanzania, kule wewe unachokiona kibaya ndo sahihi. Kwa hiyo pia consequences nyingi leo tunakuja kuzipata na zinaathiri afya ya akili za watu. Mpaka unaona watu wanalazimisha bila kuonja, mimi siwezi nini. Lakini ni athari ambayo tunapata kwenye utandawazi, kwenye teknolojia. Leo inafikia hatua sasa kuna vitu mtu moyoni unahalalisha kwamba without this I can't do this, sio? Lakini ni athari za mmomonyoko wa maadili kimataifa inatuletea duku, au kwenye teknolojia. Sawa. Ametokea kushoto lakini amepiga kwenye mshono, yani sikuwa namtarajia. Unaona vijana wametulia. Karibu sana mzee Mbona. Anaweza ongea tukaendelea. Kwa hiyo in short, samani naomba nimalizie tu kidogo. Sawa. Mimi nibaki hapo hapa kwenye maadili, hiyo hata ni kitu ambacho tutatoka nacho wengi, sio? Hapana, kitakuwa kina faida. Tuangalie katika mtazamo wa maadili kimataifa, au sio? Tusio tunaangalia moja kimataifa, tutazungumza siasa za mataifa, au sio? Tutazungumza mazingira ya mataifa tofauti, kwa sababu leo sisi huku tukiangalia Tanzania, unafundishwa wale wakoloni walikuja kutunyonya, walituletea ubabe, walipiga mababu zetu, walichukua mali zetu. Lakini ule Muingereza kule, vipi kule anafundishwa darasani? Anaambiwa bana, wale kule tulienda ndo tukawafundisha ustaarabu, walikuwa washenzi, tumewekea mareli, tumewatengenezea barabara. Umeona sasa? Ina maana mtazamo wake anajiona anavokuwa kwamba wamestaarabika zaidi kuliko sisi. Wale walikuwa na mila zao za ajabu, hawamezi hata dawa na mama miti shamba yao na meza. Sio, tunaelewana hapo? Nimewacha kidogo. Kwamba leo maadili kwa ujumla, huyu mkweli nani? Huyu tulimfundisha hapa Tanzania. Anaona wale walichokifanya, au sio sawa.
lakini yeye ndo kafundishwa hivyo, na yule kafundishwa, wale tumewatoa kwenye ushenzi, tumewaleta kwenye ustaarabu, au si? Walikuwa wajui chochote, hawana barabara, hawana reli, hawana dawa, tumewapelekea. Kwa hiyo yule naye anaona sisi ni waongo. Kwa hiyo ndio hizi teknolojia nazo tumeambiwa zina athari, au si? Kuna mazuri yake na kuna mabaya yake, especially sehemu za mabaya ni sehemu za maadili, kwa sababu watu wanakuja na ustaarabu wao. Kwa hiyo tuangalie tamaduni zetu zinatuambiaje, mila zetu, tuishi kwenye mipaka yetu, tusije tukaathirika kimaadili na hizi teknolojia na utandawazi kwa ujumla, kama tunataka kuwa na mipango mizuri ya maisha yetu. Asanteni, nashukuru sana. Brother ameliweka vizuri sana. Nafikiri vijana wawe na mtazamo wa kukaa katikati, kutathmini jambo, usiliangalie tu kwa upande wako. Kaa katikati, angalia maadili yanataka nini kifanyike. Karibu sana Mzee Muna. Kuna maadili mabaya. Sasa hivi unataka wewe unasema hiyo tu ndani. Mwingine uko ndani kuna vitu wanataka kujaribu vya kimagharibi. Huku ni mbaya. Mungu hapendi, tamaduni hazipendi. Umeshaelewa wewe mtu mzima? Mipaka. Tubaki kwenye tamaduni zetu. Winga amepiga kwenye mshono. Karibu Mzee Muna. Asante. Hii mada inaonekana iko mahali pake. Na hapa ndipo ambapo vijana wengi wanatatizika. Na niseme kweli, vijana wa kiume na wa kike sasa hivi wana changamoto sana yani kumpata mwenzake. Wana changamoto. Yani msichana kwa mvulana kuna changamoto kubwa sana. Nimefanya utafiti kidogo. Kwa wasichana wenye umri kati ya miaka 25 na 26. Gen Z wavulana hawataki kabisa swala la kuoa. Kwa utafiti mdogo niliofanya, yani hawataki kusikia. Hasa kutokusikia kule, mashangazi wamejipatia fursa. Mashangazi wanakuja na hela zao. Kaka Samana nazo kuongea na wewe, anapigwa kwanza simu ya milioni 8. Mtaji mzima. Bado anapewa gari. Sawa? Kumbuka hana ajira wala na mpango. Hajaandika mpango wote kwamba ninahitaji kuoa. Anakuta na mshangazi pale ameshangaa. Ana drive, anakula nyumbani kwa na yule mshangazi hana mtoto na anategemea kuwa na mtoto, lakini anamhitaji kijana wa kuishi naye. Nani kaolewa hapo? Anaishi kwa sheria, kwa taratibu za yule mshangazi. Kwa hiyo mashangazi wanatumia fursa hii kuwachukua vijana. Na vijana wanasema kwamba hawahitaji kuoa. Kwa lugha nyingine hawataki kuzaa na kulea familia, ila wanataka kuwekeza. Yaani vijana sasa hivi wanatumia lugha ya kuwekeza. Anamzalisha msichana, hapo anasema nina watoto 3. Nina mtoto Tanga kwa kike, na mtoto Arusha, na mwingine nina mtoto Mtwara. Kwa hiyo nimeshawekeza basi. Na hashughuliki kulea. Lakini nirudi kwenye point. Wasichana na wenyewe wanasema hivi, nataka nipate mtoto huyu. Tena na mtu mzima. Mtu anajielewa. Anahitaji azae na mtu mzima ambaye anajielewa kwamba akimpigia simu kuna changamoto hii. Anaielewa changamoto kwa sababu ni mtu mzima. Alishatatua changamoto nyingi, kwa hiyo ataelewa kwa haraka. Sponsor. Nasikia? Kwa hiyo vijana sasa hivi wapo katika mazingira magumu. Mazingira matutu. Ukichunguza kwa makini, ukiangalia kwenye malezi, utakuta vijana wengi wa Gen Z, wengi sana wamelelewa na house girl. Kwa hiyo hawana maadili ya wazazi. Ameachana na mzazi akiwa form 1. Tangia chekechea mpaka form 1 amekuwa na house girl.
ametoka pale kwa Uzgal, ameingia form 1 boarding mpaka ameingia chuo kikuu, hajawahi kulelewa na mzazi aliyemzaa. Kwa ukikutana na mtu kama huyu, ujue kwamba umekutana na changamoto. Hana maadili, hana malezi ya wazazi, lazima ukutane na changamoto. Kwa hiyo vijana wa sasa hivi, poleni sana, muwe makini, muwe makini. Ndio maana mnakutana na vijana wengi ambao afya zao za akili kuna shida. Yaani vijana wengi hasa Gen Z walio wengi, afya za akili ni shida. Kuna tatizo kwenye afya za akili. Ni wachache ambao wanajitambua. Kwa nini? Wakipiga mahesabu, sina mpango wote, hawezi kuchumbia. Na hakuna binti atakayemkubali kijana ambaye hana mpango. Kinachofanya mabinti wanasema kwamba mimi nahitaji tu nizae katoto haka kamoja. Tukumbuke kwamba hivi kizazi, taifa la kesho linazidi kupungua. Nilikuwa naongea na binti mmoja akaniambia itafikia wakati shule ya msingi, chekechea itakuwa na watoto 20. Ukiingia primary, shule nzima utakuta ina watoto 80. Kwamba hivi wameamua, wengine hawazai, bado mashangazi wapo hawakuzaa, bado na hao wengine hawana mpango wa kuoa. Kwa unakuta idadi ya watu inapungua. Kwa nini? Afya ya akili.